Moja, level moja yani. Kama ni mimi ni fundi wa mbao, ndio sababu mimi huwa naenda mpaka nafanya roofing. Mimi nakaa pale juu niletewe mbao. Hii mbao italetwa na nani? Itainuliwa na nani? Ndio niweze kushika, itashikwa na nani? Mimi ile kitu ati nasema nakulia nitepumesha Wanjiku sababu na nitakuletea hiyo mbao. Urudi ukuje uniambie shikilia hapa. Ni mimi nitakuletea na nikuje nikushikilie mpaka upige. Kwa hivyo weka si yako tu nikushika nyundo. Na ukumbuke hata mtu wa mkono anaweza shika nyundo. Ati anaweza shika. Si unamwambia ngoa hiyo msumari. Ngoa hiyo msumari kwani kushika nyundo ni nini? Atapigilia hiyo msumari hapo. Wewe niweka si yako nikuambia na kupigilia hiyo msumari hapo. Wajiko tuache kufinyilia wale wafanyikazi wengine. Lakini bahati mzuri umeongea hivyo na wewe ni fundi. Mimi ni fundi. By the way, hiyo kitu hata kama mimi ni fundi huwa inaniuma. Unajua mafundi wengi watafurahishwa na hii naongelelea. Hawawezi furahishwa na hiyo. Lakini njua ya kwamba si wewe unatoa pesa. Kwani ni wewe unatoa pesa hata wewe unaenda kutafuta? Bosi wako mwambie sisi tunakuja tukiwa mafundi wawili, sio mimi na mtu wa mkono. Wajiko yenyewe. Kama unajua unataka kufanya peke yako, si uende mwambie mimi nitakuja peke yako. Ukiona ni kazi ya watu wawili. Kazi ya watu wawili. Sema si tutakuja tukiwa mafundi wangapi? Wawili. Kama huyu mbozi wako ataweza atakupea atawapea pesa mkiwa pamoja. Ama hata yeye akuje akuwe mtu wa mkono, wewe ukuwe fundi. Kwa hivyo wacha nikufinyia. Yeye mtu wa mkono akule. Wacha nikufinyia wafunyilie watu wa mkono. Ukiona mtu wa mkono asiye kama si wa maana, wacha nikuwaita basi. Wacha kuwaita sababu Wajiko huyu mtu wa mkono ako na bibi, ako na watoto, wote wanataka kukula, na wote wako na mahitaji yao. Kuna shule, kuna mambo mingi ambao kuna kulipa nyumba. Na hizo zote ni vitu ambazo mnafanya wewe ukiwa fundi na huyu akiwa mtu wa mkono. Nyinyi ni kitu moja. Kwa hivyo inafaa hata mbaelewa Wajiko. Hata Yesu Kristo wakati alisema wakati wale wameingia wakiwa saa 1 ya asubuhi na waliingia saa 12 jioni. Walilipwa mshahara ngapi? 1. Mbona hawakusema hawa ati hawa walilipwa waliingia mapema? Wewe hapana, hapana. Hapo wacha tuangalie sana Wajiko. Hapo wacha. Mimi si kutetea, natetea wale watu wanatoa mkono. Sipendangi kuwaita hapa hivyo. Hebu jiulize sababu mtoto wako atafika hapo hata yeye ataanza kuitwa mtu wa mkono, ama unaona kama wewe utaishi hapo? Wakati anafinyiriwa utasikia vizuri. Ati unapata huyu mtu. Hebu angalia hesabu vile inakuja. Huyu fundi tumeenda na yeye wiki. Nilifanya hiyo hesabu nikakuwa wazimu. Fundi analipo hiyo 13, hiyo 12 na 15 sababu tunalipa mpaka 15. 15 times 7. Hii ni pesa mingi. Alafu urudi useme uende kwa mtu wa mkono 7 times 7. Une mtu wa mkono yani hiyo pesa ikienda wapewa ikiwa pamoja hivi, wacha hivi wanapeangwa jioni 12 unaweka kwa mfuko yake na yeye anaweka kwa hii. Ikiwa ni ya wiki mzima mmewekewa. Yule bosi akuje na pesa ya hivi. Yaani mtu wa mkono atasema hiyo kazi sitawahi fanya tena. Sababu huyu anaenda na ngiri 20, mimi nikienda na ngiri 7. Huyu fundi aenda na ngiri 20, huyu akienda na ngiri 7. Huyu fundi anaenda analipa karo ya shule. Yote na tumeenda wiki moja. Anafanya shopping. Lakini huyu anaenda analipa karo ya shule na bado anadaiwa na mwalimu. Bado wanadaiwa na tumeenda sisi wote kasi pamoja. Tuliingia saa 12 wote Wanjiku. Na tumetoka saa 12 sote ama saa 11 sisi wote Wanjiku. Lakini mshahara ya mtu wa mkono unapata ndio inafinywa sana. Mbona sisi zote simiti ikitolewa kwa mimi natoa kwa store na kuja na changanya mchanga, atunaambiwa pima wheelbarrow 12. Wewe unapepa unangangana, fundi yako pale. Wewe fundi wewe tafadhali, hata hiyo mambo ya kufanya ile kazi unafanya. Mimi leo ni mimi, kesho ni wewe. Kesho mtoto wako utataka afanye kazi hiyo, ufanyishwe kazi hiyo unafanyisha nikiwa mtu wa mkono.
huyo mtu anaitanga mtu wa mkono. Hiyo jina si mtu, hata inafaa itoke hapo. Hata si mzuri hata kidogo. Hiyo kuitwa mtu wa mkono, hiyo jina inafaa itolewa kabisa. Wewe ambao unanitazama, kama itakuuma wacha ikuume. Mtu wa mkono waache kuitwa mtu wa mkono. Muita fundi, pia yeye atakuwa fundi wa jiko. Muita fundi. Mtoto ndio akuwe mwalimu, ni kujifunza, huwa anajifunza. Lakini sasa huyu kila wakati mtu wa mkono, hakuna siku unamchange jina. Mnaenda na yeye mwaka moja bado unamuita mtu wa mkono. Mtu wa mkono. Hiyo jina hiyo wajiko, acha tuwachane na mtu wa mkono. Kweli kabisa. Wale ambao wako na wafanyikazi pale kwa manyumba nazo. Wajiko nao, hiyo nayo ni kitu kingine nao bado. Leo nataka kuongelea wale wafanyikazi tunafanya kazi. Wewe ambao umeajiriana, tafadhali usichukue mfanyikazi wako wa nyumba ni kama slave. Ni kama slave. Yani uratuo murutu wa wira nyumba-ini yaku ni ta ngombo. Otoria nake murutu wa fundi atuaga mundu wa moko ni ngombo ya kuruta maira mothe. Hii mambo ya kufanya mtu mwingine slave, yani unaona ni kama si ni kitu. Ati unapata huyu mtu wa mfanyikazi ako kwa nyumba, hapikie watoto, afue nguo, aone mtoto ameoga, afanye kila kitu, lakini kifika jioni upate mtoto ako na uchafu kidogo tu. Nilikuajiria kazi gani? Sijui nini. Wajiko, unajua mambo mengine, wachani tukue na roho ya utu ndani yetu. Kama alifanya kazi, amefua nguo, hata kama amefua kamba moja, appreciate. Wacha kuangalia mtoto amekaa hajakula ama hajakuwa mchafu.